Mama, mimi toka asubuhi nakwambia mimi sina pesa. Sasa umeshaniambia tangu asubuhi sina hela. Ina maana huko ndani leo atuli. Sasa mama, mimi nataka hela nitolee wapi? Nikaibe au? Usiniambie mimi masuala ya kuiba. Una faida gani mimi kana kichwa kubwa? Faida yangu iko wapi? Mama, siku leo itakutosha hiyo? Inanitosha mwanangu. Asante sana. Mungu akujalie. Ulipotoa, Mungu akuzidishie. Wewe, hiyo pesa unaitolea wapi? Kaka, ukitaka ujue pesa ilipotokea au tuweza kuitumia. Na hata ukienda msikitini au makanisani, viongozi wa dini hakuulizi. Eti, sadaka umepatia wapi? Hapana. Wanachodai wewe sadaka basi. Mama, umemsikia mwanao anachonijibu? Kwa hiyo naona furahia kabisa hicho jibu. Kwani akujibu vibaya? Nakujibu vibaya. Na ndio maana akakwambia usiulize pesa inatokea wapi. Hata hao viongozi wa dini hawaulizi sadaka inatokea wapi. Kwa hiyo una hiari yako. Kula au kutokula. Ninachojali mimi tumbo langu lijae. Mimi sili. Usile? Unachekesha jamani. Usile. Kama ungekuwa na atakayo ungefanya kazi. Mwanaume mzima kaza kukulisha. Wewe huna haya kulisha dada yako. Muangalie vile. Kaza kufunga vidredi tu. Usharobalo mwe na pesa nangu. Mjini hapa. Mtoto wa kike huyu 10,000 nyekundu, hii 10,000 nyekundu. Usile. Usile tu. Mimi hata sina habari na wewe. Kula usile. Kwa hiyo mwanangu wewe unavyoona mambo yake anayofanya umefurahia kabisa. Hivi wewe mtoto wa kiume usiseme kama nimependa. Sawa, ametoa yeye pesa, mimi sijapenda. Lakini kama kukosa kutoa yeye ile pesa, tungekula nini siku ile? Yaani mama, sawa tumekula, lakini wewe hata kujaji mwanao kapata wapi ile pesa au hujajaji? Umekaa kabisa umelizika. Usiniulize mimi pesa kapata wapi. Kama ungeajua hayo, wewe mtoto wa kiume ndio ungetoa ile pesa. Kwa hiyo mimi unataka niulize pesa kapata wapi? Si ndio? Mimi siulizi pesa kapata wapi. Najua kwamba alinistiri mwanangu siku ya siku, nimekula nimeshiba na sio mimi. Na wewe pia ulikula, mbona ukutapika? Mama, mimi mwenyewe mwanadamu, kuna kupata na kukosa. Sio mimi nilikosa. Kwa hiyo si nimesema ukweli wangu, ulitaka nikaibe. Sasa Momo mwanangu, hata kama ulikosa, lakini unaongea kwa gazwa, mikono yote inaongea. Hivi mtu atakufikiria kwamba umekosa au hutaki? Alafu chengine wewe ni mwanaume. Wewe hapa ndio kama kichwa cha familia. Wewe mtoto wa kike anakustiri wewe au ananistiri mimi. Hivi watu wanakufikiriaje? Bwana mama, wewe ongea kimi ndio nishakwambia. Kana mwanao umuulize vizuri. Hizo hela anazitolea wapi? Mimi dharau kama zile mimi sizipendi. Ile itafika stage huyu atakuja kunitukana mbele za watu. Kana mwanao mwambie kapata wapi ile hela. La sivyo mimi nikianza kutumia nguvu zangu. Tunaishia hapo hapo. Ishia hapo hapo mama nakwambia. Kitaka kunichefua, mshike mwanangu. Umpige kwa sababu gani? Kama wewe ungekuwa unajiweza mwanaume mzima, si ungeenda kufanya kazi? Kwa nini unakaa nyumbani unataka kufanya kazi? Hivi kila kazi unayoiona kwa wewe mbaya. Kila kazi unayoiona kwa wewe mbaya, utafanya kazi gani? Ndio ushaanza baba. Sio ushaanza, achani uhuni huu, achani usharobalo. Mnajifanya usharobalo ndani kwenye mifuko hamna hata 100. Wewe mtoto wa kiume una maisha unaenda. Unafikiri utalishwa kila siku hapa mpaka lini? Mtoto wa kiume unakaa tu hapa kizembezembe kitu gani? Wewe una azimu Sasa huyu atanilisha kila siku ili upate kuaibika. Mpaka utafute kazi. Wenzio kwa anajishughulisha na makazi kila kitu anahudumia wazazi wao. Leo wewe kwa nini dada katoa hela? Katoa hela, atazidi kutoa hela kutokana na kaka yake utaki kujishughulisha. Mshenzi mkubwa wewe. Una mwanaume wewe? Shauri yako, kuna jela huko. Shoga yangu wewe unatembea mguu umetoka kwenu. Nimemkuta Makitende sikaja top. Unamuuliza pambe yangu ipo wapi? Yupo katoka. Yaani kama Mungu tumekutana hapa maana wewe unatembea kama mshenga. Yaani bahati kweli hapa usingenikuta chawe. Niambie shida yako kule. Udogo wewe nao umenijua. Kama mimi nina shida, tena nina shida ya rohoni. Nina shida 20,000. 20,000 tu. Kwa hiyo hapa mfate pesa hizo kukupa. Kitenesi, mimi udugu wako nina shida ya rohoni 20,000 kwako wewe unaniambia nifuate kesho au kesho kutwa. Mwali wangu vibaya hivyo. 20,000 tu kwako wewe Kitenesi, ninapokujua wewe Doni, Kitenesi kama Kitenesi. Basi nipate baadaye. Hilo ndio neno. Kwa baadaye saa ngapi? Maana shida yangu ya rohoni hivyo. Ndio kama saa 1 kitu kwa sharudi. Sharudi kutoka wapi? Kutoka
yako shoga yangu, maana tuambiani. Hivi nikuulize. Hivi wewe na mimi nani mkubwa katika hapo? Unipate hata kidogo ndugu wangu. Sawa? Kwa maneno mengine usitumie maneno makali wakati mwenzao ana shida. Yaani hapa kama unanisimanga. Hii ni akili mama. Tumia akili yako vizuri. Nimekuuliza kwa upendo tu, pambe yangu unapata wapi hela? Labda kuna kazi unafanya na mimi uniite dada yako, shoga yako tufanye wote. Maana mimi nipo tu hapa. Sina hata kazi. Wewe mtoto wa kike, tumia akili. Mimi hela naipataje utawezaje kuikosa ni kufana wakati wewe ndio mkubwa kunizidi mimi? Na usizani hizo shida na uje kueleza hapa unajua hizo shida zangu za kila siku. Na shida tunazingoana shida. Safari mimi na shida kubwa. Shida gani tena? Shida kifamilia kabisa pale nyumbani. Viki nataka nikwambie kitu ambacho wewe mwenyewe unaweza ukanionea huruma au ukasema sijui nianzaje ninafanyaje mimi sielewi. Nampata mdogo wangu. Sio Kitenesi, namuelewa vizuri. Kitenesi sasa hivi kabadilika. Sio yule Kitenesi unamjua. Yaani sasa hivi anapata hela, yaani hela hazimpiti mkononi mwake 10,000, 20,000, 30,000 na sijui anapatia wapi. Hilo ndo tatizo. Kwa hiyo wewe umekaa umefikiria umejua ni nani anampa? Ningekuwa najua nisingekuita wewe hapa. Mimi shida yangu kubwa unichunguzie yule dogo. Mimi kumchunguza siwezi. Kwa sababu ananijua mimi kaka yake. Na isitoshe pale nyumbani sasa hivi mimi naona dharau zishaanza kuzidi kwa sababu mimi ndo naelisha ile familia. Mfano juzi hapa nilikosa. Ni mkubwa aliniomba shilingi 2,000. Nikawa sina, nilimwambia mimi sina. Ila Kitenesi akatoa 10,000. Na sasa hivi ananijibu vyovyote anavyojua yeye. Jamani Momo. Hivyo wewe na Kitenesi nani mkubwa? Wewe wakuniuliza swali hilo. Mimi ni mkubwa. Sasa umeshindwa vipi kujua kwamba yule anatoa wapi hela? Kitenesi kashakuwa mtu mzima. Atakuwa ameshapata bwana ndo anempa hela. Wewe, kama ukijua Kitenesi yule ni mdogo. Na ndo kwanza ipo form 1 Yule ni binti mtu mzima. Kashakuwa. Alafu kizungumzia swala la mtoto. Mtoto wako. Mtu wa mwenzio ni mkubwa mwenzio upo. Wewe hapo kwenu unamwona mdogo. Lakini kwa mtu mwingine pale anamuona mtu mzima mwenzio. Mimi hilo swala sitaki kuliamini kwanza. Na ndio maana nimekuomba unichunguzie yule dogo. Mimi najua pale nyumbani mama kashanikataa kabisa neno upande. Na kwanza anitolea maneno ya kashfa, na nikashifu sana mimi mkubwa nyumbani. Kwa mimi nilikuwa nakuomba unichunguzie yule mtoto. Sawa. Mimi nitamfuatilia. Japokuwa Kitenesi ni msili yule mtoto. Na ndio maana nimekwambiaje? Nataka umfuatilie. Mimi namjua. Ndio maana mimi nakwambia nataka umfuatilie. Yaani akwambia kila hizi tu mimi namjua yule. Wewe mwenyewe unamuona mambo yake. Na tena sasa hivi taingia apate hiyo vijisenti atabadilika kinoma. Yaani mambo yake yamekuwa mengi. Sema naye mtoto naye balaa yule. Sijui alompata nampa hela ni nani. Na ili jua kali. Mimi mwenyewe hapa najipaka wanja, najua kusuka nywele. Nitokea mpaka chanika mwisho hapa. Sipata hata kunipa 2,000. Kivipi sasa? Kivipi? Wewe mtu mdogo anamiliki hela kama hizo vipi? Wewe ushaanza kuingiza mada zako za ajabu. Hapa tunaongea hapa sawa Kitenesi. Wewe kupewa 2,000 babani ili wewe. Haya usijali, mimi nitamfuatilia mwanzo mwisho mpaka nijue hela anatoa wapi. Basi sawa, mimi wewe niingie hivi kati ya sana. Haya poa. Lakini wifi yangu sio bure. Umekuja hapa kwa Selia na kunipamba kabisa. Kuna lako la rohoni. Maana mimi nakujua wifi yangu. Ukiona lako la rohoni unampaisha mtu kati ya lakini. Basi wewe una lako. Yaani unapenda kumchambisha mtu hata hajamaliza kujisaidia. Niambie tu lako la rohoni. Haya mimi acha nikwambie tu kilichonileta. Niambie. Hivi ukiwa na Kitenesi rafiki yako, labda mna stori zozote zile mnaongeaga hapo akakupa nakwambia. Hapo pagumu wifi yangu. Hivi unajua Kitenesi vizuri? Unafahamu kabisa Kitenesi?
Yaani kitenesi yule, wifi yako yule, mgumu, unajua mgumu? Mimi hapa na ushushu wangu wote kibibi kama unavyonijua. Nikilitaka langu shoga yangu na kuchimba, nitakuzunguka kona zote. Upo, lakini kwa pale kitenesi nimefua dawa. Upo? Maana mimi kila nikimuuliza shoga yangu wewe unapata wapi simu? Au umepata kazi mwenzangu niambie basi na mimi maana nipo tu hapa mtaani. Twende yote tukafanye hiyo kazi na mimi nipate hela. Maana mtoto mdogo tena unasoma unapata wapi hela? Hataki nakwambia ninamwambia hiki anazunguka huko. Vurugu mama. Yaani mwanzo sina raha, yani silali usingizi. Kwa nini kwa hilo jambo linaniumiza. Sasa nikajua kwa kweli rafiki yake wa karibu. Sikuwa alishakwambia. So kwa kushindwa huko kulala, vipi umemzaa mtoto albino babake mweusi au? Yaani bora hata ningezaa albino. Mama, mtoto mdogo anatuzidi hela. Ikiwa sisi watu wazima nakwambia muda wote Jualotose linatupiga lakini hatupati hata hela. Kitenesi mimi ndo sponsor wangu ndo ananiwezesha nakwambia. Sio uongo. Hiki kijola kanunulia shoga yangu mnadani. Upo. Hiki mtandao nimevugia tu mwenyewe. Hiki kijola kanunulia yeye. Upo shoga yangu. Na mimi yule shoga yangu kitenesi. Kile ninapombana nakwambia. Wenzangu nitajie kama una sponsor basi na mimi nimjue. Basi sawa. Mimi nakuaminia wewe mtoto wa mjini ushindwe na chochote. Kuna kazi nataka nikupe. Sawa? Mimi nataka umfuatilie mchimbo ule mpaka akwambie sponsor gani anafanya hiyo anampa hiyo. Mimi jibu nalolitaka ni hilo tu, nimjue ni nani anayemwezesha. Na ukishamaliza hiyo kazi ukafanya vizuri. We, 5,000. Kumbe mambo ya minoti, mchezo pesa. Habari ndio hiyo. Imeisha hiyo. Tena ukilialia sana maiwe, maana nakujua unavyojua kulalamika. Na kuongezea buku ya pikipiki mama inakuwa shilingi 6,000. Jamani Dar es Salaam joto. 6,000 kwa kupata umbea. Shoga yangu limeisha. Kama unavyonijua kibibi kwenye mtihani wa hela, mimi mzee nilikuwa wa kwanza. Sifanyagi makosa kwenye kipengele hiko. Mimi nikajua bure. Kama bure shoga yangu ungechelewa. Tena ungengoja sana hivyo, embe chini ya mchikichi. Lakini mambo ya hela limeisha. Nipe leo tu. Nikikutana naye tu nakuletea kiubuyu kilichonyooka. Na mwisho nukta naweka. Ndio nakupendea gani mambo ya hela. Ile langu unipe. 6,000 utoe. Sasa nakuletea kiubuyu, mambo yako yashafanikiwa, hela yangu kutoa utaki. Wewe unasema useme? Mimi nasema. Sasa wewe na Mungu mbona sana lazimisha hivi lakini. Usiwesema sasa kwa kipuuzi hapa. Hapa ongea mimi ndio kuja kukuumiza umesikia? Sema sasa hapa haraka sasa hivi. Ndio ujinga mimi sipendi. Wewe mjinga wewe. Wewe fungua mlango. Nikija kuvunja huko ndio kukuumiza umesikia wewe? Fungua mlango huo. Kitenesi. Vipi? Fungua bwana. Yaani na maana kitenesi dadako unafanya kama jambazi mnafukuzana kitu gani sasa? Mwambie bwanangu afungue mlango. Wewe kitenesi. Wewe. Kitu gani? Yaani asiposema ukweli nitamfumbua kila siku hivi hivi. Hivi mimi maswala haya mimi sitaki. Kitu gani unachomkimbiza ndugu yako na mapanga? Umekuwa jambazi wewe? Si ndio? Wewe kitenesi. Umefanya nini kakako? Sijafanya chochote. Na kwa nini anakufukuza? Sijui mwenyewe bifu lake tu. Unajua huko mbavu wenu unaoendelea hapa nyinyi. Nyinyi. Msitake kunitoa roho yangu, umesikia? Twendaje huko? Yaani umekaa kama jambazi. Sio roho hukumu kaa sumu. Na wewe aje asige kwa ubibu kubwa wako wewe. Yaani mimi ningeshakutengoa hata miguu wewe. Hapa nina shida. Naenda kuisema. Shida gani tena pambe yangu? Kitenesi wewe una shida leo hii una shida ndio unanipata mimi? Shida ipi hiyo? Shida yangu. Bora shida hizo kwa nazo wewe, lakini sio shida niliyokuwa nayo mimi. Wewe momo, unafanya kazi gani ambako je kutulisha sisi? Yaani mtoto ipo siku nikukamata wewe. Nitakupiga, jamaa nitakupiga. Wewe endelea tu na kazi zako ndogo ndogo. Ile nikikufuma. Yule mama kumbe naye akili zake amnazo mdozodozo. Ndio kama unamsaidia yeye majukumu. Yana kazi gani pale? Yupo tu vilasa vieleweki basi nakwambia. Kibwenzi kama shoro. Yupo tu pale nakwambia eleweki mbele wala nyuma.
Yaani anaenda mbele kana anarudi nyuma. Mimi kanitoka. Mwenyewe simuelewi. Kazi yana afya bado nawasaidia. Afya bado ananikashika hata sielewi. Kwa hiyo umekwaje? Kuna mbaba tu mmoja kajitolea kusaidia. Waacha wewe, watu na minyota yenu mjini. Huyo baba anayejitolea na kusaidia wewe hamna mahusiano shoga yangu. Mama, mjini akili. Tumia akili. Hivi wewe toka mara kwanza nakwambia wewe nielewi tu. Hilo baba limerogwa au ana akili za kitimamu? Usawa huu mtaani hapa. Shoga yangu pewela bure bure. Hamna mahusiano hata kidogo. Mimi nimepata hayo tu kuja kuambia hivi. Ila mengine sijafanya. Kwa hiyo wewe tekeleza nilichokuambia basi. Sio naanza kuniambia mambo mengine siyoelewa. Mimi nikuja kupata hilo mpaka nisahau nilichokipata. Tenesi. Wana kusaidia tu. Hamna mahusiano yoyote. Anasaidia tu. Kumbe wewe unataka nini? Mjini akili dada, tumia akili. Wewe unakusaidia saidia kama mimi ninakusaidia leo. Haya. Ndio mbaba wanapatikana wapi hao baba wanaotoa hela zao kizembezembe? Karibu mwanangu. Mzazi kwema. Mimi mpo vile. Juu wewe. Nipo poa. Mamangu mimi nimekuja kukuuliza. Mama kama mama. Kitenesi sasa hivi hela anapata wapi? Maana siku hizi kitenesi kawa mtamu kama sugar. Yaani kitenesi ukitembea naye wewe yani hapo shida zote umeacha mgongoni. Upo mzazi, ukitaka kitu cha buku anakununulia cha buku je. Ukitaka kitu cha 5,000 anakununulia cha 10,000. Yaani la. Yaani umetoka huko kote mpaka unafika hapa unakuja kuniuliza kitenesi ana hela nyingi anafanya kazi gani? Haya mimi nitajuaje biashara yake? Au nitajuaje kazi yake anayoifanya? Unajua kabisa kama yule kitenesi mwanafunzi. Kama hivi yule kitenesi angekuwa na kazi, angeshindwa mama kupata kazi. Si angekuwa na kazi naye kaka yake. Lakini ukiona hivyo, kazi yake labda anaye mwenyewe anatembea naye. Mimi sielewi. Uchumi unao lakini unaokalia. Yashakuwa hayo. Sio yashakuwa hayo. Wewe unajua kabisa yule hana kazi. Najua biashara yake. Labda kaa naye ndugu yako muulize. Shoga yako. Shoga vipi? Una biashara gani mwenzangu? Labda biashara yake atembea nayo. Mimi najuaje? Na mimi hata sijui anapopatia. Basi biashara mnazo watu wa kike. Madela mnajua kuyavaa watu wa kike na adela kulishikilia. Mtoto umeumbika. Mzazi wangu wewe. Juzi nakuuliza kuhusu nani kitenesi mwanao. Sasa hivi kawa mtamu. Hela anapata wapi? Hukunipa jibu. Tumezunguka. Leo nimekuletea mrejesho. Kumbe mdogo wangu nimepata taarifa sasa hivi anadanga. Tena mdangaji maarufu na yeye yupo special kwa waume za watu. Atarogwa mwanao. Tena mdangaji maarufu. Unamepata teteso anadanga na waume za watu. Anadanga kamdangia babako. Anadanga na wanaume za watu. Kadanga hiyo vipi? Anadanga na wanaume za watu. Mtoto mdogo anataka kukomaa. Umesikia hiyo? Sijakusikia. Yule mtoto mdogo, hata yeye pia mtoto mdogo unaotaka makubwa. Sawa? Ungekuwa wewe sio mtoto mdogo, usingetaka kuuliza uchumi anaopata kitenesi uchumi gani au ana kazi gani mpaka anapata pesa. Kwanza nashukuru sana mwanangu, hujaumiza akili yako sana. Ukaja kugundua kazi ya mwanangu. Wewe ulikuja ukakaa pale kwenye mnazi na ukaniuliza, "Mama hivi." Nilikwambia mwanangu uchumi unao na ukalia. Alafu unajua yule mimi nimemvulia kofia. Maana mjasiriamali mdogo. Haendi Kongo wala haendi Dubai. Sema kafate vijola wala kafate vitenge. Hapa tu kazi kuingia ndani, kuoga, kuvaa kijola, kuchukua malapa. Mazito. Mtaji maji ya kopo tu. Sasa yeye mwanangu, utoke hapa, ukate passport, sijui utumie gharama Kenya, sijui Mombasa, uenda kutafuta nini? Na wakati hapa Tanzania uchumi tunao. Tuna madini hapa. Tuna reli mpaka za juu tunazitumia. Leo unatoka hapa unaenda huko unafuata nini? Unafuata corona? Hilo nalo neno. Sasa sikiliza mwanangu. Kama yule anadanga, hajamdangia babako. Na yeye pia kadange. Tumeambiwa hapa kazi tu. Kazi ziendelee. Na watu wanafanya kazi. Kazi inafanyika. Mzazi nilikuwepo. Wewe nenda tu mwanangu. Fanya kazi hiyo. Kazi unayo mwanangu na kutegemea.
Yaani umekaa tu kizembezembe. Mimi hapa mzee na nikioga nikinaneo kitu kinaonekana. Kitu umekivalia dela kabisa unakikalia kitako muangalie kwanza. Una hata aibu. Hai. Yaani jiachie kwanza yeye. Kibibi kama kibibi mama. Nimekuja kuchukua ulichokiokota mama ili nikijue maana hapa roho yangu kujijua. Usema mafuta sumu. Mayo na wewe upoe au kai ukatulia. Mwenzangu Kitenesi yule. Kwa ninavyosikia mtaani huko, kapata sponsor. Upo mwali wangu? Tena sponsor yenyewe Jibaba. Jibaba. Na ninavyosikia ni mume wa mtu. Upo. Balau. Atalogwa ifi yako? Yako. Basi nakwambia nilivyosikia huyo mbaba. Kwa jinsi nilivyoelekezwa, mimi nahisi kuna siku moja kama nilikutana naye. Ni mbaba fulani hivi. Sio mfupi wala sio mrefu, yupo kati kwa kati. Shoga yangu hana kitambi. Sijui cha njaa, sijui anatumia dozi sielewi. Halafu kanyoa mu. Ana midude humo. Sijui inaitwaje midude kaa paka. Sijui ni. Imeisha hiyo. Na nakwambia vindevu. Upo. Kampuzi wa hakika. Mweupe. Upo. Nimekuelewa. Nimesikia. Sina uhakika. Ila nimesikia. Sijamuona live unielewe. Shoga yangu usiende kwa bananga mambo. Maana yule Kitenesi na mama yake shoga yangu unajua. Upo. Nakuaminia, sawa? Nakupa hela hapa. Kazi yangu mpaka ikamilishe mama. Fanya anavyokuambia. Kwanza 5,000 wako je hujanipa? Subiri kwanza. Mbona unalakalaka kama dereva wa ndege anakimbilia kufika wakati hata nyuma abiria wanataka kufika naye pamoja. Subiri kwanza, hii umeiona? Hii ni shilingi 10,000 bibi. Ni shilingi ngapi? 10,000. Basi nyingine inabaki shilingi 4,000. Mshawishi nani Kitenesi ili siku moja tukutane naye na wewe. Kwa hapa mimi sirudishi change. Ndio maana nimekuongezea. Imeisha. Sponsor tukutane naye mama ili tupate unani ushahidi. 10 kama 10,000. Tuna beti maisha haya. Bwana wewe. Mtu akuoneshe bwana yake anayetoa hela. Mimi nakuaminia. Ningekwambia mwenzangu hata singekuja. Nakuaminia ndio maana nimekupa kazi. Na ukifanya kazi nzuri mama, nakuongezea nyingine. Usinione nimepauka paka vile nimelala kwenye majivu. Na siri yangu? Nina mashaka na wewe. Mashaka ya nini? Na wewe unatoa wapi? Sasa jamani, kuna haja ya kujitumua kumtafuta mlinzi wa kunifuatilia mimi wakati inajulikana. Mrs. Momo. Mama mwenyewe ana kazi ana kazi mume wangu msimseme. Ana hata kazi. Analishona Kitenesi shoga yangu buya pale wote ninaujua upo. Basi kama yeye wapi mimi ananipa. Momo ana kazi. Ndugu yangu anajilindia utamu wake, ananipa hela. Hiyo na mimi nitamweka mpelelezi naye akupeleleze. Tena ukae kwa kutulia. Sababu macho yako anaona vizuri tu. Unaona vizuri? Simba. Hivi yako leo ndo kaniwezesha. Upo. Kaniwezesha nakwambia kanipa ikitia, kanifunga mdomo. Maana mimi ukinipa hela shoga yangu hata nakuchapa na nyama za kimya. Domo linajaa mate. Upo. Hii hela nimepewa shoga yangu. Kanipa hivi yako. Si yangu huyu namjua mimi. Huyo shoga yangu. Nipo mpeleleze hivi yako shoga kama unavyonijua. Imemchimba vizuri kaniambia yeye anapewa na Momo. Upo. Momo kama Momo shoga nilivyosikia vile shoga yangu niliachia mdomo kama nimekunywa juisi ya pilipili. Momo huyu tunayemjua sie hana kazi pale nyumbani anaisha Kitenesi udugu wangu kama ninavyokujua wewe hapa ndo mama ndo baba. Pia basi nakwambia kaka yako sio kama hela hapati. Sijui anafanya kazi gani sijui mwenyewe mgeni. Anafanya kazi kama anao nini sina kapata sponsor sijui. Ila ana hela shoga yangu huko. Anampa mwanamke wake. Anamhudumia masaa 24 anamhudumia. Kila kitu anachokitaka anamtimizia. Upo nyonyo. Shoga yangu mimi kupa 10,000 nauli. Na sehemu yenyewe sio mbali. Haya nyuma. Wenyewe. Hodi. Ndio unanisukuma. Sio kwamba nakusukuma. Yaani hapa nimekusukuma. Ila ungenikuta barabarani, ningekutemea mate kabisa. Maana chokifanya hata siyapendezewa nacho. Yaani kwa kupenda yani nakusamini. Kipi unachotaka wifi yangu sikutimizie?
au kunifanyia mimi hivi na mama yangu. Kwa hiyo mimi ndio nimekuwa kishawishi mkubwa sana kumshawishi kaka yako asiwahudumie, aniletee hela mimi. Nivuruga. Yaani kaka mimi anakuja ananisema, "Tafuta wapi?" Wakati mimi natafuta kumsaidia bibi mkubwa kuwale, avae afanye. Ila sasa hivi ananiambia mimi sina akili, sielewi si vipi, haja kuletea ila wewe hata mtu mwenyewe au na mbele au na nyuma hata ujielewe, yani mbona tangu leo kesho. Kwa leo ndio umeniamulia mwenzangu. Uanze kunipa maneno kama hayo. Ama kweli kula ya wakubwa watoto wa chini. Sio kwamba nimekusimamisha, umejileta mwenyewe na mguu wako. Kwani mimi nilikuita hapa? Hivi yani nilikuwa nakutafuta wewe, yani sijui hata ni yani sijui. Shauri wewe nikwambia utabaki kwa mdogo tu kwangu. Sawa? Alafu hayo mambo unaniambia mimi hayanihusu. Msubiri kaka yako mama ndio umwambie. Sawa? Masuala ya nyinyi kula, msile, mimi hayanihusu. Alafu mimi ni mke kuolewa, tumeelewa? Lakini niletee matumizi lazima nipokee. Kwa hiyo mimi siwezi kujua kama nyinyi mmekula au mjala. Sili ya mtu yejuae kati. Mama, wewe sema shida yoyote mimi nitakutimizia. Ila usiniulize mimi la. Hicho tu. Haya, nashukuru sana mwanangu jamani. Kumbe kuzaa jamani nako raha jamani. Watu wanasema watoto wa kike hawana faida. Unaona faida hizi jamani? Asante sana mwanangu wewe. Jamani. Ila mama, kaka Momo ana mchumba wake. Na wewe fila mimi. Ila yule niko nampenda, ila sasa hivi simpendi. Unajua kwa sababu gani? Kaka Momo hudumii huko, anamhudumia yule wifi kule. We. Momo huyu mwanangu? Momo huyu mwanangu. Hela za hapa anakataa kutoa hela hapa, mamake akulishe vizuri unenepe mama. Ushamili hataki. Anaenda kumshamilisha mke wake. Mke wake mama umemuona wewe? Kila siku nywele mpya mama, wigi la kwenda, vijana mama tusisee. Sasa mwanangu tulia. Asante sana kwa kunifikishia hii taarifa. Uliompa hii taarifa sio kisiki. Huyu atanitambua. Mimi mwenyewe napenda gani? Atanitambua. Humu ndani atakuwa hali. Hali humu ndani, yani nitakavyomlamba mkono humu ndani hali. Mimi mama mzee nakupendaga hapo. Mimi tena. Ila akasema eti mimi atanipiga ndo naogopa. Sasa mimi wewe kwani atajuaje kama umeniambia? Kwani mimi mwanangu sikupendi? Unafikiri maisha haya nani unafikia na nakataa? Tenesi, jamani. Mtoto ana akili jamani, Mungu msaidie mimi anabiwe. Mungu akukuze mwanangu wewe. Wewe huyu nyama yule nakwambia huyu nyama huyu leo huyu ndani atatambua. Wewe unasema usemi? Mimi sisemi. Kwa hiyo usemi unaniambia mimi. Wewe usiniambie hiyo. Alafu usione mimi mtoto mwenzio kwenye nyumba, umesikia? Ndio. Sasa unaongea. Uniambie. Uniambie. Tuletea sasa kijinga jinga mimi. Sema umepata wapi hizo hela? Mama, nini sasa? Nini? Mama unajua sipendi. Tena sipendi mtoto kunishikia mwanangu. Sipendi nakwambia. Huyu unamwendekeza mwanao bwana. Yaani ukitaka kunitibua akili yangu, mtoto wangu. Sipendi uwe baba yako huko. Sasa kwa hiyo ndo unamfundisha hizo tabia. Huyu unamwendekeza mwanao bwana. Namwendekeza nini? Kwani wewe ungelelewa hivyo ungekuwa wewe? Pumbavu wewe. Mtoto lazima akanywe. Pole mwanangu. Nifuate huku nione. Huku nakwambia nifuate sasa hivi. Bro. Unajua nakuheshimu sana. Ila tabia ulionionyesha mimi sijapendezwa nayo hata kidogo. Wewe sio kutoka na mdogo wangu kimapenzi. Akati wewe unajua yule ni mtoto mdogo. Alafu isitoshe unampa pesa nyingi kiasi kile. Mimi nimesikia tu taarifa zako mtaani. Nikaona nikuite na nikwambie jambo hili. Unaweza kurudia kusema ulichokisema? Narudia, mimi nimesikia unatoka na mdogo wangu. Alafu isitoshe yule ni mtoto mdogo. Ni mwanafunzi bado, anasoma yule. Alafu bado unamkabidhi pesa nyingi kiasi kile. Hivi wewe unaona ni haki kweli? Momo, umenikosea. Umenikosea sana. Unawezaje kunipa shutuma mzito kama hizo za kwamba mimi natembea na mdogo wako, mimi najishirikisha kwenye mahusiano na mdogo wako, kitu ambacho si cha kweli. Lakini pia unasema umesikia. Kwa nini usikie? Huoni kama unanionea? Yaani unaanzaje kuniambia kwamba mimi najihusisha
na mahusiano na mdogo wako kitenesi kweli? Mimi nakwambia kitu, haipo kama ilivyo. Lakini pia kuhusiana na masuala ya pesa, mdogo wako inawezekana ana pesa kwa sababu ya jinsia yake, lakini huenda akawa hamiliki pesa kwa sababu ya kutumika kupitia mwili wake. Hapa naomba uelewe kwa makini, narejea kusema nilichokisema ili uelewe vizuri. Mdogo wako huenda anazo pesa kwa sababu ya jinsia yake ya kike, ila hizo pesa huenda hajazipata kwa sababu ya mwili wake. Nafikiri umenitambua vizuri. Sasa umenikwaza na sihitaji kuzungumza na wewe kama watu ambao tuna ugomvi. Mimi ni mtu ambaye naheshimika, lakini kwa sababu sisi tunaishi